Na mimi nataka niwahakikishie kwa mwendo tunaoenda nao huu hatutashindwa, kwa sababu hata mapato yameanza kuongezeka. Wengine wanasema meli zimepungua. Sasa zile meli zilikuwa hazileti bidhaa ambazo zilikuwa zinalipa kodi, sinafu ziache kuja. Sisi tunataka meli zinazokuja zitakazolipa kodi. Kwa nini uwe na mameli mengi ambayo hayalipi kodi? Yamepungua, yameenda huko ambako yatakaa bila kulipa kodi. Sisi tunataka anayekuja hapa alipe kodi. Kuna mkuta mtu anaandika yamepungua. Yapungue tu, hata yaache kuja. Sisi tunataka anayekuja hapa alipe kodi. Mwingine anasema watalii wakianza kutozwa vati wataacha kuja. Waache kuja. Tunataka watalii watakao kuja hapa walipe vati, kuliko kuwa na watalii milioni 2 ambao hawalipi vati. Nafuwe na watalii 500,000 wanaolipa hela. Kupanga ni kuchagua. Kwa hiyo katika transition period hii mtasikia mengi, kwa sababu wapo watu waliokuwa wamezoea kupata fedha za bure. Ninaambiwa nyumba kule Sinza sasa hivi zimekosa wapangaji. Wanasema hoteli zilikuwa zimekosa wapangaji. So wote waliokuwa wanapanga hizi fedha za hoteli walikuwa ni wafanyakazi wa serikalini. Ana mtu wake au mgeni wake anampangishia hapa, mwingine hapa, mwingine hapa, weekend yote. Na watu wengine walikuwa wamezarau, inafika kila siku ya Ijumaa walikuwa naenda mpaka Dubai kwenda weekend, wanarudi Jumatatu. Na fedha hizi zote zilikuwa za serikali ambazo zilitakiwa ziende kwenye maendeleo ya nchi hii. Bahati nzuri ninyi polisi hamkuyaona haya. Mlikuwa mnaona tu watu wanaenjoy, ninyi mnapata shida. Sasa ni lazima tuenjoy wote. Lazima twende pamoja. Nchi hii ni yetu wote. Hawapo watu walioumbwa wao kukaa nje anapata shida, wengine wanastarehe. Sasa nyingine tulikuwa tunawaonea hata nenye polisi, unakuta trafiki amekaa, mvua inanyesha na ananyeshewa mvua, lakini hata kumshukuru tu hamna. Kila siku anaambiwa anakula rushwa. Sasa akipewa shilingi 5,000 ya kwenda kubrush kiatu chake, nayo ni rushwa. Wanaokula rushwa serikalini humu za mabilioni wala hatuwasemi. Chimeliwa. Tuna maeneo mengi tu ndani ya serikali ambapo hatulipi hata dividend, pamoja na kwamba serikali ina share. Kwa hiyo mimi niwaombe ndugu zangu, mmechaguliwa na kupandishwa vyeo si kwa makosa. You deserve it. Kafanyeni kazi kwa nguvu zenu zote, mkamtangulize Mungu, mkatimize wajibu wenu. Tanzania yote inawategemea ninyi. Na mimi nawaambia kweli mnafanya kazi nzuri sana. Sana. Ndio maana niliona kwa siku hii ya leo angalau nije na mimi nishuhudie wakati mkiapa. Lakini napenda kuahidi maslahi yenu nitayalinda na nitayazingatia na nitaendelea kuyaboresha. Mheshimiwa IGP, ndugu viongozi, makamishna mliopo hapa, kama alivyozungumza Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani, si lengo langu kutoa hotuba ndefu.
Najua ninyi ni watu wa kazi tu. Kwanza nimewachelewesha hapa. Nimewachelewesha kwenda kufanya shughuli zenu. Lakini nitoe wito wa kuomba katika maeneo yenu mkaangalie swala la wafanyakazi hewa katika maeneo yenu. Kama huyo mhasibu alikuwa anasajili wafanyakazi hewa wakidai ni polisi, kumbe ni raia, anaandika majina tu, inawezekana likawepo pia katika mikoa na maeneo mbalimbali. Kila mmoja katika eneo lake akaangalie hili, ili hizi fedha zinazobaki na kuzisevu ziweze kutumika kwenye shughuli zingine za jeshi la polisi. Mengine yako kwenye kiapo chenu cha maadili na mengine yamezungumzwa na wenzangu, lakini kikubwa pia mkajenge umoja wenu na kupendana. Saa nyingine kuna tutresi tudogo tudogo twa kupigana vita, na saa nyingine kusemana. Mkawe wamoja. Ninyi ni chombo cha baba mmoja, mmelelewa katika maadili ya aina moja. Kasimamieni huo umoja wenu. Taifa hili linawategemea sana. Mkitetereka tu ninyi, hata kama ni kwa saa moja, nchi itatetereka. Kwa hiyo nazidi kuwapongeza kwamba hamkutetereka, na nina uhakika hamtatetereka. Mtaendelea kuchapa kazi kulingana na maadili yenu. Fanyeni hivyo, na nazidi kuwasisitizia kwamba mimi niko pamoja na nanyi. Ninamshukuru IGP, kila mara amekuwa akinipa taarifa, kuna hili tusaidie, hili tusaidie, hili. Yana ananisumbua huyo IGP huyo. Lakini ni IGP mwema, mzuri. Ni vyema IGP yoyote ajue shida za watu wake. Kwa hiyo endelea hivyo IGP, lakini uendelee kuwashughulikia wabadhirifu hata waliomo ndani ya ofisini kwako. Hapo ndipo tutaenda vizuri. Lakini kweli nataka kuhakikishia niko pamoja na ninyi, na ndio maana raha tu leo, wala sikutaka hata hotuba ya kuandika hivi. Najua ngoja nikazungumza yaliyomo moyoni mwangu. Ninawapenda kweli. Hapo umependeza tu, safi. Haya manyota nyota haya na mimi ningekuwa nayo. Kweli nawapongeza, nendeni mkafanye kazi. Serikali iko pamoja na ninyi, wala msikwamishe na chochote. Wale watakao jaribu kuwakwamisha wakakwame wao. Mara nyingi nimekuwa nikisikiliza hotuba za Sato, huwa zinanifurahisha kweli. Hivyo ndivyo inavyotakiwa. Hakuna mtu kucheza na polisi. Ati polisi jamii, polisi jamii. Jamii ya wapi? Polisi ni polisi. Mimi nawaambia ukweli, mkienda haya kila mmoja unashirikiana na mhalifu nini, ati polisi jamii. Nilipinga mimi tangu nikiwa waziri wa uvuvi. Mtu nakutana na jambazi yuko ziwani mle, unaanza kunegotiate na ete polisi jamii. Hatutafika. Dunia ya sasa iko tofauti na dunia tuliyokuwa tumeizoea.